Mnenge tumekuwa naye sisi kwa kipindi kirefu alichokuwa akiugua. Sisi kama viongozi wenzake tumekuwa tukishiriki kwa namna kubwa sana kuweza kumsapoti bwana Mnenge katika wakati wa matibabu, baada ya matibabu, lakini hata wakati huu wa msiba tumeendelea kuwa karibu na familia ya bwana Mnenge. Mimi mchana huu nimepokea viongozi kutoka Pamba ya Mwanza, wamekuja na rambirambi na tumewasilisha kwa familia, na bado tunaendelea kuwa karibu na familia. Mimi binafsi hapa ninasimamia zoezi la kukusanyaji wa rambirambi kwa viongozi wa mpira katika mkoa wa Geita. Kwa hiyo tuko karibu sana na familia ya Mnenge. Kiwastani swala la kuhusiana na kiongozi wetu ambaye ametutoka toka jana, ambaye ni Mnenge Suruja, ni mdau wetu wa michezo katika mkoa huu wa Geita, lakini alikuwa kiongozi wetu ambaye kwa njia moja au nyingine ametumika kwa muda mrefu sana. Ni pengo kubwa sana, pamoja kuwa alikuwa wamekwisha ondoka katika mamlaka, lakini bado tulikuwa tunamtegemea kwa ushauri mbalimbali, kwani tulikuwa tunamhitaji kwa ajili ya ushauri mbalimbali kwa pale alipozifanyia kazi nafasi zake za soka katika mkoa wa Geita na nje ya mkoa wa Geita. Mpira ulikuwa huchezwi katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Geita, lakini Mnenge ndo aliyekuja kufanya mchezo mpira wa miguu uchezwe katika wilaya ya Geita. Ofisi ndani chama cha mpira wilaya ya Geita kikawa na chama ambacho kikawa kinatambua kwamba taasisi ina ofisi mahala fulani. Zote ni juhudi zake, na katika kipindi chake kama nakumbuka ligi imechezwa katika ushindani wa hali ya juu, ligi za vijana, ligi ya wanawake pia alikuja kuasisi yeye kuanzisha, lakini kama nilivyosema mwanzo pia kuwa na ofisi rasmi ya chama. Kwa hiyo ni mtu ambaye hakika alama ambayo ameiacha katika wilaya ya Geita na mkoa kwa ujumla wa Geita tutaendelea kuienzi na kuikumbuka. Mimi kama kaimu katibu nikisema sidhani hata kama soksi zake naweza kuzivaa. Kwanza ni mtu wa mpira haswa, kaucheza mpira, kauishi mpira, lakini bado akaendelea kuuongoza mpira kwa mapenzi na kwa moyo wake wote wa kujitolea. Ameacha pengo kubwa sana ambalo sidhani kama kuna mtu ataliziba pengo hilo. Alikuwa ni mtu ambaye hata ukimuita muda wowote yule yuko tayari. Alikuwa anajitoa. Watu wengi huwa wanaangalia hela, lakini yeye ukiwa na shida yuko tayari kutoka na kutumia gharama zake binafsi kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya soka la mkoa wa Geita. Kwa hiyo pengo lake ni kubwa na sidhani kama kuna mtu ataliziba. Mnenge kwa weledi wa mpira hakuna mtu anaweza kaziba pengo lake kwa wana Geita. Alikuwa ni mjuzi, si wa kufundisha mpira, lakini ni kiongozi kuanzia upande wa sheria, taratibu, miongozo na kanuni. Amesaidia upatikanaji wa usajili wa academies, vilabu mbalimbali mkoa mzima. Ni taaluma ambayo wachache ambao wanaweza wakaimudu. Kwangu binafsi naona hilo pengo hatuwezi kuliziba. Kwa watu ambao walikuwa kimuona kwa macho ya nyama, Mnenge Suruja alikuwa ni mtu ambaye ana weredi wa hali ya juu katika masuala ya mpira. Mimi binafsi kwa kweli nimeumia, lakini hatuna budi kuyapokea haya yaliyotukuta wana wa Geita. Kwanza anachomkumbuka Mnenge Suruja ni mcheshi kwa mtu, ni mcheshi kwa kila mtu, na maana ni mtu wa watu. Kila mmoja anajitahidi kuishi naye vizuri jinsi anavyotaka, na maana Mnenge alikuwa ni mtu ambaye kwa bongo kwenye soka ni mtu mkubwa sana, sio tu Geita, Dar es Salaam, pote msiba umepokea, na maana watu wanahuzunika kwa sababu ni mtu ambaye kafanya makubwa kwenye mpira. Na maana unajua mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi, kila mmoja anakufahamu. Sasa ni uadilifu wako wewe baada ya mpira kuishi na watu. Na maana Mnenge baada ya mpira kaishi na watu vizuri, kapata wazifa kwenye chama cha mpira mkoa wa Geita. Mimi niseme kwamba mimi na respect kama bro, na ninasikitika kwa sababu kaacha doa, kaacha pengo. Ni mchezaji wa kuigwa, japokuwa alikuwa ametoka timu kubwa, amekuja kumalizia Geita. Alikuwa anawaelekeza wadogo zetu uwanjani kwamba unapokuwa na beki fanya 1 2 3, unapokuwa striker kazi yako ni kufunga. Na maana tutamkumbuka kwa vitu vingi sana.